Niliwaambia elimu ya utajiri ninayo. Nikisemaga hivyo watu wananicheka sana. Ukitaka leseni ya kupora maskini, nenda kwa serikali itakupa hiyo leseni. Unawapora maskini, hawana pa kukimbilia. Nikiwaambia hii nchi yetu lazima mtunzaji mkuu na mmiliki mkuu awe JKT, ushahidi nao. Vichochoro vyote vya namna ya kuwa tajiri nimefundishwa. Ndugu zangu, unataka kuwa tajiri wa nini? Hakuna biashara ya kuwa tajiri utakayoifanya usipate kibali kutoka serikali kuu cha kuwanyonya wasio na nguvu. Msikilize huyu mwenyekiti wa kitongoji ametishiwa maisha na mkuu wa wilaya pamoja na viongozi wengine wa serikali wakubwa kwa sababu tu anawatetea raia wake. Kabla hujamsikiliza, nataka nikufundishe mchezo unaochezeka kwa sababu mimi najua. Mkuu wa mkoa ni mteuliwa wa rais. Mkuu wa wilaya ni mteuliwa wa rais. Mchezo unaokuja ni hivi. Mkuu wa mkoa anavyopelekwa mkoa mpya au mkuu wa wilaya anavyopelekwa wilaya mpya, anamkuta mwenzake pale. Mchezo unaochezekaga ni lazima huyu mkuu wa mkoa mpya au mkuu wa wilaya mpya ampe introduction ya wakubwa wa pale ni akina nani. Ninavyosema wakubwa, makapitalisti, wawekezaji, matajiri, unaweza ukaweka jina lolote ulilonalo wewe. Wakubwa hapa ni akina nani? Kwa lazima atamwambia wakubwa ni huyu na huyu na huyu, ukienda nao sawa, mambo yako yanaenda. Ndivyo mchezo unaochezekaga. Siku zote hao wakubwa wa pale ni wanyonyaji wa raia wa pale. Weka hivyo. Utajiri ni kunyonya wengine. Hebu usiumize kichwa. Sasa huku grassroots wakina mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, hawa ni watu ambao tunakutana nao sisi kwa matatizo yetu yanavyofika kooni, tunawapelekea hawa wanavyokwenda juu kupeleka kesi zetu. Hawa watu wa juu, kama kesi ikitatuliwa, tajiri mambo yake yatayumba, inabidi anayepelekewa kesi ambaye ni mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa asitekeleze. Huyu grassroots level leader, na maanisha mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, atolewe kwenye uongozi wake au afanyiwe some sort of liquidation, hata kuuawa, kwa sababu anajua thamani ya raia wake. Sijui inaeleweka? Yaani ukiwa kimbelembele sana wa kuharibu mambo ya matajiri sehemu unayoishi, wewe lazima utauawa. Kwa huyu jamaa anayemwambia waziri mkuu kwamba maisha yake yako hatarini, mimi hata nimwambie huyu jamaa labda mkuu wa wilaya atolewe hapo. Yaani I don't know, kwa sababu swala la kuuawa sio mpaka upigwe risasi. Wengine sisi tuliosoma biology, namna ya kumuua binadamu pasipo na ushahidi tunajua. Nimshukuru mwalimu wangu wa biology, Mwalimu Saukiwa pale Mlama, alinifundisha. Unaweza ukapewa kitu ukafa baada ya miezi 6. Kwa swala la kufa wewe bwana kwa kutetea maslahi ya raia wako, don't rule out, don't take it out the table. It's on the table. Unaweza ukauawa as long as matajiri mambo yao hayaendi vizuri. Na matajiri wanataka nini? Ni ardhi. Niliwaambiaje wa Tanzania kabla ya constitution? Hebu ardhi itoje kwa central government ije kwa JKT. Ardhi haiuzwi. Ardhi inauzwaje? Mtu aje aniingize kwenye akili yangu ardhi inauzwaje? Kuna yule jamaa amenipigia simu, yule sio anasoma chuo gani, ananiambia hiyo hoja yako ya JKT ikoje? Yaani unasomea degree, you don't know what I'm talking about. Alafu jamaa wewe sijui uko mkoa gani wewe, mjinga sana wewe. Eti unielewi hoja zangu za JKT. Kilimanjaro ikivamiwa na Kenya, anayepigania Kilimanjaro nani? Ni Baresa na Mo. Baresa na Mo wanapanda ndege wanaenda Uarabuni kuishi huko. Mpaka tuuane na Wakenya. Kama tutashinda, Baresa na Mo watarudi, wanataka wakati vipande Kilimanjaro. What are you talking about? Msikilize kwanza huyu jamaa anayelalamika kwamba maisha yake yako hatarini kisa anawapigania raia wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikushukuru kwanza kwa kunipa nafasi hii. Pia nimshukuru mkuu wa mkoa kwa hatua aliyochukua ya tarehe 31 mwezi wa kwanza. Mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimesimama hapa mbele. Kwanza maisha yangu yako hatarini kwa sababu mimi pale kwenye kitongoji changu ni mwenyekiti wa kitongoji. Kuna uhalifu ulifanyika pale kwangu wa kukata miti bila kibali ya mvule. Ikafikia mahali sasa nikahojiwa kwenye vyombo vya habari, nikahojiwa kwenye vyombo vya habari kama mwenyekiti. Ile habari ikaruka. Iliporushwa ile habari ikaleta uadui mkubwa kwangu mimi. Ikafikia sasa mwisho wa siku
nikawekwa ndani na mkuu wa wilaya masaa 48 hapo kwa kituo cha polisi. Ikafika mahali pia nikapata tetesi, mkuu wa wilaya wa Muheza anasema kwamba lazima huyo Elasto basi nitamfanyia jinai yoyote. Mimi nikapuuzia. Ile Jumamosi tarehe 31 ndio nikaja nikakamatwa. Nikawekwa ndani masaa 48. Baada ya hapo nilipotoka nikaenda kuripoti polisi. Baada ya kuripoti polisi, yule ambaye alikuja na polisi kunikamata aliandika pale maelezo kwamba yeye nimemfanyia fujo mimi. Lakini baada ya kuleta ushahidi wangu, yule mpelelezi akampigia simu yule kijana ambaye Frank Lumpa. Akamwambia leta mashahidi wako. Akasema kwenye simu, akasema mimi hiyo kesi ni ya jamhuri sio yangu. Lakini yule mpelelezi akamwambia uje hapa ueleze hapa kwa muda wako kutoka nani. Basi hiyo ikaisha hivyo. Tarehe 10 baada ya maneno kusikia mkuu wa wilaya anazungumza juu yangu mimi kwamba kesi jinai, maana atanifanya studio, atapokonya vitambulisho vyangu, anifanye niseme mimi mkimbizi, aniondoshe. Mimi nikapuuza. Tarehe 10 saa 7 kasoro nimekaa nyumbani, naona namba ya uhamiaji mwisho imeisha 64. Naambiwa wewe ni nani? Naambiwa mimi ni Elasto, mwenyekiti wa kitongoji cha Machemba. Unahitajika uje hapa uhamiaji ulete vitambulisho chako cha NIDA na ulete kitambulisho chako cha kura. Wakati huo ndani ya wiki mbili zilizopita walishaniita pale, nimeshapeleka vielelezo vyangu vyote, kopi zangu zote, hadi vyeti vile, hadi leseni, hadi vya NIDA, vya kura. Nimejieleza nilipozaliwa, nimezaliwa Moshi, nimekulia Kidaglisi hapa Azimio, nimesoma shule ya Gaglisi hapa Azimio. Kila kitu nimeshaeleza pale. Lakini nashangaa tarehe 10 mwezi wa pili juzi napigiwa simu na lete vitambulisho vya NIDA. Sasa nikatafakari, nikamwambia nilete kopi au nilete original? Akaniambia lete original. Sasa hiyo original nyaraka ni zangu, inakuwaje nikuletee tena wewe? Baadaye tu nikaanza kukumbuka ile maneno ambayo nilikuwa naambiwa kwamba nini unachotakiwa kufanyiwa. Sasa tarehe 11 12, kwa kusema kweli nilikwenda kwa mkuu wa mkoa, lakini bahati nzuri basi alikuwa na majukumu mengi kulingana kuandaa utaratibu huu. Lakini niliacha barua pale ili kwa ajili ya usalama wangu niweze kwake. Lakini niliposikia unakuja leo nikasema hapana, nafasi niseme hili kwa sababu sasa hivi usalama wangu uko matatani. Naweza sasa time moja nikatekwa au nikauawa. Sababu mkuu wa wilaya ameshapanga bifu na mimi. Lengo nia kubwa ya kusema vile kwa sababu tu ya kukamata ule uhalifu wa kukata miti bila kibali huyu mwenyekiti, basi imekuwa mimi kwangu ni kero kubwa, nimekuwa nifanya dhambi kubwa. Basi baada ya hapo mimi ikabidi sasa nitulie, ndio leo nimekuja kueleza mimi naomba usalama wangu kwako. Kwa sababu mpaka sasa hivi naweza nikatekwa au nikauawa. Na mpaka sasa hivi pia nimeshaekewa bifu kwamba nitolewe kwenye mwenyekiti wa kitongoji. Na pia hiyo hadi hapa mkuu wa wilaya. Nimeona nizungumzie hapa mbele yako, ukweli utaniweka huru. Na hata katiba ya chama inasema kule mwisho, mwanachama ndiye atasema kweli daima, fitina kwake mwiko. Kwa nimeona niseme haya. Na baada ya hilo na kuongeza kero ambayo tulipona hapa kwenye kijiji chetu. Mimi sitaacha kusema kama mheshimiwa niseme mbele yako, kwa sababu umesema kero, niseme kero. Kijiji chetu cha Muungano pale, mimi nimekuwa pale. Kuna kampuni ya Makazi Solution iko pale inafanya kazi ya upimaji. Upimaji sisi tunaupenda, tumeulizia, lakini kuna mambo yanayofanyika kupola watu wa ardhi zao pale. Imekuwa ni changamoto kubwa sana hadi kwa wajane hadi kwa wananchi bila kufuata utaratibu aina yote. Kwa hiyo kwa uchache huo mimi ningekuomba kama kuna uwezekano mheshimiwa waziri mkuu ungekuja hata kwenye kijiji kile ukasikiza hata wananchi hizo kelele zao hizo ninazokuambia mimi ili ujiridhishe mwenyewe. Asante sana. Kwanza Mheshimiwa mkuu wa wilaya, watu wanaoongea inabidi mwalinde, wasipate vitisho. Umesikia mkuu wa wilaya? Watu wakiongea hivi walindeni wasipate vitisho. Umesikia bwana? Utalindwa. Uko salama. Sawa? Andikisha na namba. Andika na namba yako kwa wasaidizi wangu na mimi nitakupa na mimi ya kwangu. Sawa? Tunachosema ni kimoja. Tumekuwepo na mambo mengi sana yanayohusiana na hivi vitu. Ni kweli tuna tatizo la aina hiyo. Mambo ya kwa hiyo mkuu wa wilaya, hii mambo ya kwamba siko salama hii msieni maneno. Mtu akiongea asijione yuko matatizoni. Watu kienda kwenye mikutano jiji watu waseme maeneo yao. Hata hao walioongea leo ya shamba asiwepo mtu wa kubugudhiwa. Sisi tumetumwa tuwasikilize, tunawasikiliza,
kila mtu aseme ukweli wa jambo anavyolijua linalohusu mambo ya uendeshaji wa shughuli za uzalishaji katika maeneo yetu. Na jana niliwaambia pale Tanga, nikawaambia moja, wala tusichukie uwekezaji. Waziri mkuu hana majibu hapa, yaani waziri mkuu hana msaada whatsoever. Waziri mkuu akiondoka bado wa matajiri wana njia kubwa sana ya kumliquidate huyu jamaa. Nimekwambia swala la kumuua binadamu pasipo na ushahidi, professional ni madaktari. Unaweza kaa unakunywa bia yako, pombe yako ya kienyeji, tukakuwekea kitu ukafa baada hata wiki 5, ukafa baada ya miezi 6 7. Professional doctors, they know what to do, how to liquidate somebody pasipo ushahidi. Unafikiri kuoa mpaka upigwe risasi? Dawa ya hii yote ni JKT kumilikishwa nchi. Ardhi ya Tanzania haiuzwi. Kabla hata constitution, ardhi ya Tanzania inauzwaje? Liurusi lote lile ardhi yao haiuzwagi. Nenda Marekani na hela yako unauziwa Marekani. Hatutaki Marekani na Ulaya hapa. Kama babu zetu walikufa Kagera kwa ajili ya Kagera, ardhi yetu inauzwaje? Mswahili elimika.